We, hapa naona kama hapa hutasikia baridi sana, si ndio? Hapa hakuna baridi. Mimi nimejaribu yangu yote watu wangu, and it is a very sad evening to me. Saa hizi ni saa ngapi? Saa hii ni kitu saa 4. Saa hii ni kitu saa, yeah, ni saa 4 na saa 5 bado dakika 10. Saa 5 dakika 10 hivi. So huyu mama amenipata hapa, nikasikia mtu anagonga nyumba, kwenda kuangalia, nikapata ni yeye akiwa na hivi na kuna mtoto wake hapo. Akaniambia kwamba mwenye alikuwa na yeye anaishi kwake, alikuwa amempatia siku kadhaa, alafu akaona wanamletea shida sana, kwa sababu kumbuka huyu ni mtu akona mtoto mdogo. Huyu mtoto anastahili diapers, anastahili chakula. Mara mtoto ni mgonjwa, juzi nilimpea 300, akaenda pale hospitali. At least mtoto apate sijui report anaumwa na tumbo, kwa sababu hata mamake hata maziwa haitoshi. So it is very sad. Na mimi nimejaribu yangu yote. Na madam, umeniambia ulikuwa umekula? Nilikuwa nimekula. Ulikuwa umekula, si ndio? So mimi ningetaka tu nikusomee Biblia. Nimefungua tu hivyo, acha nikusomee katika Luka 20 verse 9. Then he began to tell the people this parable. A certain man planted a vineyard, leased it to vine dressers, and went into far country for a long time. Now at the right season, he sent a servant to the vine dressers that they might give him some of the fruits of the vineyard. But the vine dressers beat him and sent him away empty-handed. Hata hii kitabu tu nimefungua hivi katika kitabu cha Luka hapo 9. Luke chapter 20 verse 9, and it is saying that there is this parable ambaye kuna yule master ama mtu mmoja alikuwa ni tajiri, akatuma wafanyikazi wake, na alikuwa amepanda shamba, ipanda mizabibu, na haya mizabibu akatuma watu kwenda kuangalia. Lakini wenye alikuwa amewaachia, akituma mfanyikazi wake anaenda huko anauawa, ama wengine wanatumwa bila kupeleka hata mazao ya ile mizabibu. Hivyo ni kama venye ulifanywa madamu. Lakini nataka nikwambie ya kwamba ulikuwa na mizabibu, ulikuwa na pesa yako, huyo mwanaume akaishika na akaibeba. Sasa saa hii nasikia mazishi sijui ni ya next week. Yani nimesikia ni ya kitu Tuesday, Wednesday hapo. So najua ni mambo mingi inaendelea sana kwa maisha yako. Hata ulikuwa umeniambia ni Mungu tu amekusaidia na akakupatia neema. Ulikuwa utupe mtoto na ucommit suicide, ama uwe mtoto na ucommit suicide. But by God's grace, mimi nilikwambia the moment uliangukia kwa mikono yangu, ukifika hapo mwisho, usikie umefika mwisho kabisa, just come to me, and that is what you have done. I know so many people will judge me. Najua watu wataniongea mabaya. Najua watasema sijui umepata bibi, sijui umefanya nini. Oh God, mimi nimesemwa mambo mengi, nimetendewa mambo mengi, but I believe one day people will come to understand me. It only that I have a very good heart. Niko na ile utu na, and let me say this, God is good kwa sababu ninarudi kazi. By the time nitakuwa nimerudi kazi. And I wish kama saa hii madamu nataabika hivi, ningekuwa hata nimepata mshahara. Haki ya Mungu, auda ningetoa hiyo pesa yangu yote, mshahara yangu ya kwanza as a sacrifice. Niseme niambie Mungu, hii pesa wacha iende kwa huyu mama na huyu mtoto wake. At least wasaidike. Kwa sababu I'm the first person that you reached. Ulinifikia ukaniambia unataka kazi. Mimi nikakuangalia hivi. Saa hii kidoda Mungu amekubariki, umeniambia hayumi sana. Huyu ni mtoto mdogo wa 1 month 2 weeks now. Si ndio? Ni 1 month 2 weeks. 1 month 2 weeks. God is good, amekuweka
na the moment ulianguka kwa mikono yangu, na ninaona umesuka nywele. Nani alikusuka nywele? Nilishuka nywele na neighbor. Kwenye ulikuwa naishi? So yeah, they are still good people. Ni venye tu watu wengine maybe wako na watoto, wako na familia zao, na unajua sio watu wote wanapenda kubebea watu wale wengine mizigo. So mimi nimeona hata kama ni siku mbili ama siku moja kabla nipate usaidizi wako madam, wacha tu utakuwa unalala hapa. Nadhani hapa hakuna baridi sana, si ndio? Na nimesema lazima nirekodi hii kwa sababu unajua so many things happens in my life, so many things happened. Kashika tu, kapembeleze tu. Kapembeleze tu. I feel a lot of pain nikiona venye huyu mama anateseka na huyu mtoto wake. So I've just decided to record this ili wanaoongea mabaya, wanaosema nini waone venye Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Hapa ndio nasemanga I just need God's guidance kwa sababu I never know kama huyu mama ametumwa. Najua hii dunia imekuwa na mitego mingi. For one, siwezi muassume. Secondly, siwezi mtrust sana. So hii ndio tunasemanga niko kwa njia panda sasa. Sijui niende hivi nimwachilie, sijui nimsaidie ni akaage hapa hata kama ni siku kadhaa, I don't know. Kwa sababu I would not have chased her away. Kwa sababu mimi hata simuangalii sana kama huyu mtoto. Hii ni nyoyo ndogo sana, huu ni moyo mdogo sana. Na maybe ndio nalilia Mungu. I never know, you never know what is happening. So mimi madam, ningekuomba tu, hebu niangalie tafadhali, ningekuomba tu kama kuna mtu ambaye maybe amekutuma ukuje uharibu maisha yangu hapa, ama sijui I don't know, kama ni Mungu amekutuma nikusaidie, ama ile usaidizi tu niko naye. Na najua kwa hiyo jina la Mungu litatukuzwa kwa sababu this is not a joke. It is not a joke at all. Kwenye imefikia sasa, mimi nimeng'ang'ana yangu yote sasa. Madam, if you remember, ile 200,000 nilipokea ndio tukakununulia diapers na nikakununulia ile tumatunda na kasabuni ya kuosha nguo, si ndio? So for the time being, for today, this night and for tomorrow, maybe kwa mchana kabla sasa, unajua you cannot stay here. I'm a man. Mimi ni mwanaume na wewe ni mwanamke. Sijui nini watu wanaweza tengeneza huko nje. Sijui hata wewe kama akili yako inaweza nitengenezea nini bad. So mimi ningekuuliza tu, kama if you genuinely need my help, please be someone who can be trusted. Unanielewa? Nakuelewa. Yeah? Nakuelewa. Kwa sababu mimi hata huyu mtoto ndiye nalilia sana. Na kama umeona kabisa, do you feel like huyu mtoto tunaweza mpatia na kwa serikali, kwa children's department ulelewe? Hapana. Nitalea tu peke yangu. Utalea aje na sasa hakuna usaidizi wowote? Nitatafuta. Nitatafuta. Sasa mimi nilikuwa naonelea tumpeleke children's department. At least wewe, lakini sasa tukimpatiana nikubidi sasa, imebidi sasa umpatiane kabisa. Nilikuwa nataka tu, I just needed a roof. Mahali tu ya kulala. Yeah. What about tomorrow? Usilie, wacha kulia. What about tomorrow? Na kesho itakuwa vipi? Na kesho kutwa. Unajua kama mtoto angekuwa mkubwa kidogo, tungempeleka hata daycare na upate mahali unaweza enda kidogo. Lakini huwezi peleka mtoto wa 1 month kwa nini? Kwa daycare. Huwezi peleka mtoto wa 1 month kwa daycare. Hey. This is horrible.
Kameacha kuumwa na tumbo, umempea maji. Kuna hiyo maji nimekuchemshia, umempea? Umempea tu dawa. Hii ndio inaitwa grip water. Yeah, inaitwa grip water, nasikia inasaidia kuosha tumbo ya mtoto. Kwa sababu bado yeye ni infant na hakuna kitu anakula. Na pia analia kwa sababu maziwa ya mamake hawezi nyonya, you know. We. Sasa itakuwaje? Na wewe sasa unakunywa dawa zako? Unameza dawa zako? Na pia unaona ni mtu anastahili attention kidogo kwa sababu lazima akule balanced diet. Lazima akule balanced diet. So madam, mimi sijui kama nitakuachilia ulale. Kama kuna kitu kingine tutaona hapo kesho. Tutajua what to do. Kuna huyu Radrid alikuwa amesema anaweza kupatia nyumba, lakini mimi moyo wangu umekataa kabisa. Mawazo yangu imekataa na ikakataa. I don't want to create a problem in another problem. Sitaki kutengeneza shida na nyingine ya shida. I don't want to be blamed at all. Sitaki kuwa blamed. Sitaki hata kidogo. So please, mimi nimekupatia hiyo mattress na na kablanketi hapo. At least you may rest for today, for tomorrow tujue venye itakuwa. Kwa sababu singetaka pia bado ulale nje. Na huwezi peana huyu mtoto kama mtu amuadopt ama something of the sort. Itakuwa ngumu juu maybe huyu ndio mtoto wangu pekee. Nitatafuta tu. Na watu wengi walikataa. Umewapigia simu tena? Hamjaongea na wao? Tujaongea. Na si uliniambia utazurura pia huku ukiangalia kama kuna mtu anaweza kusaidia? Manage. Huku manage? Na sasa wewe unafikiria aje, tufanye aje? Nilikuwa nimeanza kutafuta but nilitoka nikasikia nimechoka. Nikakaa mahali. Watu wangu pia ningetaka kuambia hizi dawa anatumia asipokula vizuri na pia hafanyi exercise, ni dawa zinamdrain sana. Ile dawa na mezanga unasikia hata kizunguzungu. So mimi namuelewa, na pia kuliliwa na mtoto. Maziwa ilikuwa imeisha ile ya mtoto? Baki kidogo Anaweza kunywa kama siku ngapi? 2 days. Sorry for the pain. Najua umechoka sana kuuliza maswali mingi. Najua umechoka sana. So niko na swali. Uliza. Unaweza omba kidogo niweze kupumzika? Nataka tuombe. Sawa. Sawa, acha niombe basi. Mungu Baba, Mungu mwema, nasema ni asante kwa usiku huu wa leo. Na kuomba kama kuna kitu chochote ambacho kimepangwa, kama kuna jambo lolote ambalo limepangwa ambalo halipelekani na haya maneno, Mungu wa Israeli, na kuomba uniondolee kabisa. Na kuomba kwa sababu ya huyu dada, najua majaribu ni mengi. Hata mimi naombea nafsi yangu Bwana. Najua kuna wengi watasema maneno, lakini nimeamua kuendelea mbele. Sitarudi nyuma. Naombea nafsi pia huyu mtoto wake mchanga, umlinde na umuondolee magonjwa yote. Na najua hata kama tunatafuta, tunajua maombi ni ya muhimu Mungu, na utatuangalia. Katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amina. So mimi wacha tu nikuachilie ulale. Nitajisort huko mbele kwa hiyo nyumba nyingine hapo. So asubuhi nitakushughulikia, nitakupatia chai na kitu cha kuma as we know, tukijua tu venye kitaendelea. Sawa? Sawa, asante. So wewe lala, mlango nimefunga, usisikie shida yoyote. Wewe lala, pumzika, alisha mtoto hapo, tuonana asubuhi. Sawa? Sawa. Yeah. Jifunike tu.